Omba neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu ikufungulie wako mpya. Omba neema ya Mungu ikufungulie msimu wako mpya. Nimeshawaambia nitahubiri kiinjilisti. Amen. Kama utaelewa, video zipo mtandaoni. Unaweza ukawa unatufuatilia kwa muda wako, umekaa nyumbani na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 mstari wa kwanza na ule wa pili. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza na ule wa pili. Na kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya pili mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeangalia toka siku ya kwanza huu mstari. Kwa hiyo kwa masikio kwa wengine sio ngeni. Amen. Kumbukumbu la Torati 2:1 hadi 3, Biblia inasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu kama alivyo Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, "Uzunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini." Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Siku ya kwanza tuliangalia jambo la kwanza, kwa nini Mungu awaambie wageukie upande wa kaskazini. Tuliangalia kwa nini Mungu akwambie ugeukie upande wa kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya pili tukatazama, Bwana Yesu asifiwe, jambo lingine. Tatu tukatazama jambo lingine. Asubuhi ya leo tumetazama jambo lingine. Kwa watu waliokuepo asubuhi wanakumbuka. Kwa hiyo sitarudia. Amen. Sasa leo nataka tuangalie kitu kingine. Kitu kingine. Tumia agano lililofunguliwa katika Yohana 19:30 ili ufanikiwe katika msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tumia agano lililofunguliwa katika Yohana 19 ule mstari wa 30 ili ufanikiwe katika msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kila kitabu cha Yohana sura ile ya 19 ule mstari wa 30, Biblia inasema hivi, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa akaisalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Alichosema imekwisha sio siki. Alichosema imekwisha ni lugha ya kirohoni. Alikuwa anazungumza juu ya mfumo au maisha ambayo anavyoyaona rohoni. Mnanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasomaji wa Biblia wanaelewa ya kwamba agano jipya alijaanzia katika kitabu cha Mathayo. Limeanzia baada ya Yesu kufa msalabani. Ndio tukapata agano jipya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wasomaji na wanaoelewa mambo ya rohoni, hakunaga agano ambalo alihusishi damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilibidi Mungu amwachilie mwanae wa pekee Yesu afe kwa ajili yako. Sio tu kufa kwa ajili yako, kutengeneza agano litakalo dumu kizazi hata kizazi kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa naomba unisikilize. Kwa hiyo Mungu anapotafuta mtu anatafuta kiagano. Na nielewa ninachosema. Mungu anapotafuta mtu anatafuta mtu kiagano. Ukisoma kile kitabu cha Luka ile sura ya kwanza ya 19, Luka kitabu kile cha Luka sura ya 19, ukianzia mstari wa kwanza hadi wa 8,
Biblia inasema juu ya Yesu alikuwa akielekea Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Zakayo. Alikuwa ni mfupi wa kimo. Biblia inaposema alikuwa mfupi wa kimo, uelewe ya kwamba alikuwa ni mfupi. Wengine wanasemaga alikuwa na makando kando. Alikuwa ni mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuona ya kwamba hawezi kumuona Yesu, Biblia inasema akapanda juu ya mkuyu. Alipokuwa kule juu, Yesu alipopita pale akafika akamwangalia Zakayo, akamwambia, Zakayo shuka kwa sababu leo nitakuwepo katika nyumba yako. Biblia inasema alipokuwa yuko ndani, Yesu anasema hivi, Mwana wa Adamu amekuja kutafuta waliopotea, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Maana yake nini? Ni mwana wa kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana agano jipya, kila mtu ana kusudi ambalo Mungu kamwekea. Na nielewa ninachosema. Agano jipya, agano la kale Mungu alikuwa anaandaa mtu maalum. Agano jipya Mungu amwandai mtu maalum. Kila mtu anaweza akasimama na kuwa mshindi kwenye msimu mpya. Haleluya. 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 Ajalishi wengine wanaenda katika msimu wa agano jipya, kila mtu anaweza. Haleluya. Kwa hiyo sasa tujiulize swali la kwanza. Swali la kwanza ni, kwa nini Mungu wana wa Israeli, kwa nini alikuwa wasemesha kwa lugha ya kuwabembeleza? Mnanielewa ninachosema? Swali la kwanza ni hili, kujiuliza. Kwa nini Mungu wana wa Israeli alikuwa anawasemesha katika lugha ya kuwabembeleza? Ukisoma kile hicho kitabu cha Kutoka sura ya 12, huo mstari wa kwanza na huo wa pili, anawaambia kabisa kwamba Mungu akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu ni mwanzo wa miezi kwenu. Kwa nini Mungu anataka kuwalazimisha waende kwenye majira ambayo wao wenyewe hawayataki? Yaani hautaki kuishi maisha mazuri, lakini Mungu anakulazimisha uishi maisha mazuri. Kwa nini? Ndicho alichokuwa na maanisha. Hata Biblia inasema hivi, wakawa wanaizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akazungumza nao. Bwana akazungumza nao. Kwa nini asingewaacha tu waendelee kuzunguka milima ya Seiri? Kwa sababu kulikuwa kuna agano. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeshawaambia kwamba Mungu anapotafuta mtu, anatafuta kiagano. Ndio maana watu wengi sana hata kama wameokoka wanasherekea unaposhangaa mchawi kaokoka. Alafu mbaya zaidi anashika na maiki, anaanza kukuhubiria. Wengi wanashindwa kuelewa, ni kwa sababu ya agano. Na nielewa ninachosema. Agano jipya limekuja kutengeneza mambo ambayo namna kawaida yasingetakiwa jinsi yakae jinsi yalivyo, ila Yesu akaja akayatengeneza kila mtu apate kibali. Anaelewa ninachosema? Ndio maana Yesu akasema kila mtu ajitwike msalabani anifuate. Agano la kale ilikuwa mtu anapotaka kumfuata Mungu anapita kwa makuhani. Anaelewa ninachosema? Kwa hiyo nyakati tuzo nazo atupiti kwa makuhani, lakini walio katika wana ambao wanajua thamani ya agano wakasimama peke yao kujiombea na mambo yao yakaenda vizuri. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya agano. Kile kitabu cha Mwanzo tulikiangalia, kile kitabu cha Mwanzo ile sura 15. Utasoma hapo kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Lakini kuna maneno ambayo Mungu anamwambia Ibrahim, anamwambia hivi ya kwamba ujue. Yaani maana yake ujue, utake usitake, lazima ujue, lazima ujue ya kwamba na uzao wako utakuwa utumwani miaka 400. Baada ya miaka 400 nitauijia. Kwa hiyo ilikuwa ni agano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alisema imekwisha, ilikuwa ni lugha ya rohoni kwa ajili ya kutusaidia sisi ambao tupo katika hichi tupite maisha ya ushindi. Tuwe maisha ya ushindi. Cha shida tulizonazo tunazopitia, tunaona shida ni ndogo, tunamuona ni mkuu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
kama wao, andika kama wao walitumia agano lao, na sisi tunao uwezo wa kutumia agano jipya, kwa sababu la kwetu ni bora kuliko wao. Yesu asifiwe. Waebrania 7:22. Utaenda kusoma kwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wao waliweza kufanikishwa na Mungu kwa sababu ya agano, kitabu cha Waebrania kinazungumza agano jipya ni bora kuliko lile la mwanzo. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwingine anajiuliza, tunatumiaje agano? Agano hili jipya unalitumia kwa imani. Wengine bado hawajanielewa. Nasema hivi, ukiwa na nyumba yako usiogope kuweka msalaba kwenye sebule yako. Wengine bado hawajanielewa. Kama una uwezo wa kuendesha magari rohoni, kwa nini ushindwe kushika msalaba rohoni ukaweka kwenye sebule yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza ukaona nyumba katika ulimwengu wa roho, utazame hivyo hivyo msalaba katika ulimwengu wa roho, weke sebuleni. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaweka sebuleni unasimama kama agano jipya. Kwa sababu gani? Paulo anasema neno la msalaba kwa hao wapoteao ni neno la nini? La upuzi. Bali sisi tuliookolewa na Bwana ni neno la nini? Lenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tutumie agano. Amen. Swali la pili ni kujiuliza ni hili. Swali la pili, nini maana ya neno la kiagano? Nini maana ya neno la kiagano lililofunguliwa katika Yohana 19:30 na namna linavyoweza kukushindia katika msimu mpya? Bwana Yesu asifiwe. Msimu mpya ni maisha mapya. Napenda kuzungumzia sababu moja, eneo ambalo linasumbua nyakati hizo nazo ni eneo la ndoa. Msimu mpya ni kama vile hauna mchumba ukapata mchumba, huo tunaita msimu mpya. Amen. Ukienda kwenye ndoa kama mzee wetu wa kanisa, na wewe huo unakuwa ni msimu nini? Mpya. Kwenye msimu mpya kwenye ndoa kuna changamoto za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusherehekea wali na kula vizuri, kunaenda kukumbana na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utumie agano lililofunguliwa msalabani ili liweze kukushindia hata katikati ya mazingira magumu unapopitia kwenye ndoa yako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watu wamesema hii ndoa tunaleta zawadi lakini haitadumu, wewe weka msalaba, alafu tunaimba ule wimbo, Ee Bwana katika miungu yote. Unaelewa maana ya miungu? Mtu aliyebeba miungu nyuma yake kuna simama miungu. Unanielewa ninachosema? Farao alishikiliwa na miungu. Kwa hiyo Bwana anapoihukumu miungu, maana yake anahukumu na ile ambayo mtu ambaye ameibeba, ambayo inazuia msimu wako. Kwenye harusi si kila mtu anafurahia. Hata akakuletea kitenge lakini kwenye kitenge amenuiza maneno. Unapokea unashangaa, baba alikuwa ana tabia ugomvi, lakini unashangaa ugomvi unaanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima utumie agano. Bwana Yesu asifiwe. Na agano lenyewe ya kwamba imekwisha. Kutumia hilo neno ambalo neno la kiagano, maana yake ndilo lilofunguliwa pale msalabani, ili liweze kutushindia kati ya mahali pagumu tunapopita. Neno la imekwisha linatusaidia kuvuka. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana we. Haleluya. Tuangalie jambo la kwanza. Sasa hapa tunaanza kufundisha. Amen. Nini maana ya neno la kiagano? Amen. Neno la kiagano lililofunguliwa katika Yohana 19:30 na namna linavyoweza kukushindia kwenye msimu mpya. Jambo la kwanza, andika hili. Ni ili agano lililo bora liweze kufanyika msaada katika kukushindia juu ya msimu mpya.
ni agano lililo liweze kufanyika msaada katika kukushiria juu ya msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitabu cha Misali ile sura ya 30. Ile sura ya 30. Misali ile sura ya 30. Ule mstari wa 5. Ule mstari wa 5. Nitasoma wa 5 kisha uandike Isaya 5 mstari wa 11. Asifiwe. Biblia inasema hivi: kila neno la Mungu, mwambie mwenzako, kila neno la Mungu limechwa. Manake halina impiti, manake wazungu wanasema halina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila neno Bwana, ukimwamini Mungu anafanyika kwako. Anaelewa kusema mwamini Mungu. Mtu yoyote aliyemwamini Mungu ana ulinzi kutoka. Ndio maana usijaribu kuogopa miungu yoyote kama unaye Mungu. Mchawi kama unaye Mungu. Kwa sababu anafanyika ngao. Maana ya ngao maana kama ulinzi mbele yako, kuweka ulinzi ili kitu chochote kinachotupwa adui kisikufikie wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaendelea katika neno la agano. Mungu anatulinda kwenye msimu mpya. Ndio maana niliwaambia watu jana ya kwamba kama ndoa yako tumbu hakikisha kaambiana ese tutaenda kuishi kufa. Hakika ni wako hata kama Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Shetani ili kuwasambaratisha kwa katika nafasi ambayo Mungu amewawekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ambalo limesimama msalabani nao ujasiri wa kupita wote ndani. Haijalishi wewe ni mwanafunzi wako vikubwa sana uko na amani shule kubaki shule. Alafu tunashangaa kuhusu wengine na Yesu. Bwana Yesu, unajua nafasi yako kwenye msalaba. Unajua nafasi yako kwenye msalaba, utaishi maisha yako. Fikiria kuacha kazi kiagano. Bwana, angalia jambo la pili. Jambo la pili ni unapotumia agano lililofunguliwa katika Yohana 19:30 lina maana ya kutengenezea njia ili upite mahali ambapo Yesu alipita. Yeye ndiye mwanzilishi wa agano jipya. Unatumia agano lililofunguliwa Yohana 19:30 lina maana ya kutengenezea njia ili upite mahali ambapo Yesu alipita, ambaye ndiye mwanzilishi wa agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote aliyeokoka anafanikiwa sababu kupita mahali ambapo Yesu amepita. Na nielewa, ukikia kupita mahali ambapo Yesu amepita, hauwezi ukafanikiwa kwa msimu mpya. Haleluya, haleluya. Yohana sura ya 14 ya kwamba anazungumza Yohana 14 huo mstari wa kwanza na ule wa hadi wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno hapo Yesu alizungumza, anawaambia wanafunzi wake. Na moja ya kitu ambacho aliwaambia wanafunzi wake ni hiki. Anawaambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sema hivi, msifadhaike mioyo yenu. Mnamwamini Mungu? Semeni ndio. Mnamwamini Mungu? Mnamwamini Mungu? Anasema hivi, tumwamini na yeye. Mstari wa 2.
nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi, kama sivyo ningeambia, maana naenda kuandalia mahali. Mstari wa 3, basi mimi naenda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hiyo Mungu mahali, ili tufike hapo mahali alipotuandalia, lazima tupite na mahali alipopita Yesu. Nanielewa nachosema? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo vya kipepo, pepo anaweza kakelea likaondoka, kama mitatu na gani nguvu kuliko mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa lazima kufanya ndani ya msimu ambao Mungu ameliandalia, ni lazima litembee katika njia ambayo Mungu amepita, kwa sababu anasema angalia hapo mahali baada ya kumekwisha. Maana yake ndio maana Mungu anaitwa kwamba ni nini? Maana yake mwisho. Mwanzo Mungu anatangaza mwanzo, anaenda mwisho, alafu anakujia wewe. Bwana asifiwe. Bwana, kwa sababu ya nini? Ya hilo simama, inasimama kwa mazingira gumu kiasi gani, unapata msaada. Walipokuwa katika jangwani, Biblia inasema wakati wakiwa jangwani ukatokea kwenye sumu. Bwana Yesu kutokea kwenye sumu, Biblia inasema hivi, wakaanza kuwa na wauma wana wa Israeli. Baada ya kuwa wanawauma wana wa Israeli, wengi wao wakaanza kufa, wakaanza kumlilia Musa. Wakimwambia Musa, ni nini hichi? Musa akamwambia kwamba ni kwa sababu baada ya kumwomba msamaha, Musa akaenda kusimama mbele za kwa ajili ya kuwaombea msaada, kwa kuombea msamaha. Baada ya kuwa amekuja kwa Biblia hivi, Mungu akamwambia Musa, nyoka baba na umweke juu ya mti. Afanyeje? Akiumwa na nyoka wenye sumu napona. Msalaba katikati ya magonjwa unayopita, ukiutazama wewe waambie tu nimepona. Haleluya. 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 Kwa sababu gani? Mungu anafanya ndani ya mtu baada ya kuondoa kilicho moyoni. Na tusini mwake ndivyo na nielewa. Bwana Yesu asifiwe. Mesoma. Amen. Aliyempiga Goliath sio Daudi. Kwa hiyo aliyempiga Daudi na kuijia kwa Bwana kwenye endelea kumuita, kiambia hii hali ya umaskini ya kwamba mimi Bwana atanifanyia nafasi, nitazidi na kuenea kwa haleluya. Sababu gani? Mungu anatengeneza kwa ajili yetu. Jambo la tatu ni unapopita mahali angalia
pointi ya kupita mahali ambapo Yesu amepita. Sasa nataka nikuonyeshe sababu kwa nini tunapita hapo. Unapopita mahali ambapo Yesu amepita, unapata nafasi ya kuhesabiwa haki. Unapopita mahali ambapo Yesu, unapata nafasi ya kuhesabiwa haki. Waebrania sura 10 ule 9 ule wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ile ya 10 ule mstari wa 19 hadi wa 20. Biblia inasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile mwambie mwenzako, njia ile aliyotuanzishia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Kwa hiyo Yesu alitufungulia njia. Kwa hiyo tunapopita kwenye hiyo njia tunahesabiwa nini? Haki. Ili ufanikiwe kwenye msimu unahitaji kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nizungumze na wale ambao tumekutana na kesi za mahakama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiniulize wewe ulikutana nayo wapi? Mimi najua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwizi kaiba, alafu hajakamatwa, alafu ikatokea anaitwa labda pengine hajakamatwa kabisa wala hajaonwa, alafu ikatokea amepigiwa simu na ndugu yake yuko gerezani au yuko kwa polisi, unafikiri mwizi ataenda? Kwa nini asiende na hajaonwa? Kwa sababu anakosa ule ujasiri. Wanajua tu nikienda na mimi pengine labda nitashikwa, kumbe hata wakumuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufanikiwa kwenye msimu mpya unahitaji uwe na haki mbele za Bwana. Ukikosa haki, maana yake unaupoteza msimu mpya. Ndio maana wana wa Israeli walipokuwa na kukosea Mungu, Mungu alikuwa anawauza. Mungu alikuwa anapeleka mahali pengine kabisa kwenye maisha. Kwa hiyo kuna level ambazo Mungu anatamani umuone kila mmoja kwa Mungu. Mungu anakuweka kwenye huo msimu, unaendelea kubaki hapo, unaishi maisha ya aina yale. Kwa sababu gani? Hujahesabiwa. Kile kitabu cha Isaya sura ya 60, kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: amka ufanyeje? 61 nasemaje? Hatujafika hapo hata tufungui Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Isaya 61 Biblia inasema hivi, amen. Mungu akubariki mtumishi. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Mwenzako, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Kwa hiyo Bwana anamwambia Isaya kwamba amka uangaze. Maana yake nini? Anajua ya kwamba ndani ya msimu mpya wa Isaya atakutana na magumu. Lakini mahali ambapo atakutana na magumu, Bwana amemhesabia haki ya kwamba atavuka. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu gani? Amekwisha kuambiwa ya kwamba amka uangaze. Maana yake nini? Nuru yako imekujia, na utukufu wa Bwana uko kwa ajili yako, na utukufu wa Bwana uko kwa ajili yako. Kwa hiyo mazingira sikusababishe usifike Kanani ya kwako. Mazingira sikusababishe ufike Kanani ya kwako. Hata kama kwenye kwaya wanakusema Bwana anasema nuru yako angaza rekekeshaka. Hata kama mazingira yanakugombea, Bwana anasema ya kwamba majira yako yamefika. Amka uangaze. Haleluya. Kwa sababu gani? Umehesabiwa haki. Umepita mahali ambapo Yesu mwenyewe amepita. Sasa mtu Yesu anapita mahali ambapo Yesu amepita, alafu unashangaa naogopa watu. Una shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Kusema kwenye maisha kupo. Nikuwa kwenye gari, nasikia Roho Mtakatifu ananifundisha kitu cha ajabu. Ukioa mwanamke anakuzidi, watasema anakuzeekea. Bwana Yesu asifiwe.
Ukioa mwanamke mdogo atasema aisee amekaonea. Mnalingana, biology inasema hivi, mkioa mnalingana, mwanamke ana mafuta mengi, kwa hiyo wa kwanza kufa nani? Kwa hiyo kila kokote hauwezi ukatafuta tu namna. Lazima ujue ya kwamba umehesabiwa haki na Bwana. Msalaba Yesu alikufa, wanakwaya wameimba kabisa, Yesu alikufa kwa ajili yako. Unapoimbia wengine na wewe jiimbie ndani yako ya kwamba Yesu amekufa kwa ajili yangu. Hata kama hajafa kwa ajili yako, lakini mimi ninachojua ya kwamba amekufa kwa ajili yangu. Haleluya. Haleluya. Ni lazima tuamke tuangaze. Kwaya lazima ziamke ziangaze. Kwa sababu gani? Utukufu wa Bwana tayari umekwisha kufunuliwa. Unakuta kwaya imeshakwisha kufunuliwa na utukufu wa Bwana haitaki kupita. Unakuta kanisa ambalo Mungu ameshakwisha kuliandalia kulipanua, lakini unashangaa ujenzi unasuasua. Paka unajiuliza kuna shida gani kwenye kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo uhesabiwe haki kwa jina la Bwana. Uhesabiwe haki kwa jina la Bwana. Uhesabiwe haki kwa jina la Bwana. Angalia jambo tu la kumalizia. Amen. Usijisikie vibaya. Neno la kiagano lililotolewa na Yesu. Kiagano lililotolewa na Yesu ilimaanisha tuwe na ujasiri wa kupambana. Mwambie mwenzako na kupambana. Na kupata ushindi juu ya majaribu tunayopitia ndani ya mpya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kiagano lililotolewa na Yesu, tumeshakwisha kuangalia Yohana 19:30, linamaanisha tuwe na ujasiri wa kupambana na kupata ushindi. Kwa nini nimeweka kupata ushindi? Kama kupambana, vita vinaga mwisho. Nimeweka ushindi maana yake hivi vita vina ukomo. Maana yake. Kwa hiyo hilo neno la kiagano unapolitumia, Yesu amekwisha kutangaza ushindi. Hata kama utakuwa unapambana vitu haviendi, Mungu ameshakwisha kufungua kwa ajili yako. Unachotakiwa ni kutazama na kuongeza imani yako kwa Bwana. Haleluya. Kama una uwezo wa kuamini visivyoaminika, basi uwe na uhakika wa kuamini vinavyoonekana. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. My new season is me. Wale wanaosafiri kwenye magari, amen, wakitoka mipakani, mapolisi wanakuja kule kwetu, kama kwa sababu tumepakana na Burundi na Uganda na Rwanda, wanakuambia sema tatu. Sasa hawajui kuitamka tatu, kwa hiyo Kinyarwanda wanashika Tanzania. Kwa hiyo hapa nimeshaanza kujua anga wa Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, msimu wangu mpya unakuja. Msimu wangu mpya unakuja. Msimu wangu mpya unakuja. Ya kwamba Bwana amekwisha kunifungulia. Bwana amekwisha kunifungulia. Bwana amekwisha kunishindia. Wewe unanidharau, endelea kunidharau. Wewe naye nikataa, endelea kunikataa. Wewe naye nichukia, endelea kunichukia. Lakini mimi ninachojua, my new season is coming. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanaomshangilia Bwana hapa? Wangapi wanaomshangilia Bwana hapa kimwambia msimu wangu umekuja, msimu wangu umekuja, wakushahini kwenye huduma, kwenye ndoa, hata wachumba walionikataa, Bwana analeta wengine. Kama kuna Timotheo wa kwanza, pia kuna Timotheo wa pili. Kwa hiyo kama alikukataa wa kwanza, wa pili atakukubali. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika msimu mpya, Bwana amesema imekwisha. Tunatembea, wengine wakiwa nasema sisi ndio tunazidi kuchochea nyama jikoni, wao wanaendelea kuchochea
Si tunaendelea tu kwenda. Wakishafika mahali ambapo wanaanza kuangalia, sasa wanaanza kusema jamani, tulikuwa tunasema jamani kafika. Kwenye maisha ukifanikiwa, kila mtu atakuwa rafiki yako. Wanakusema kwa sababu wao wameshindwa kufika na wewe hawataki kuona umefika. Wengine wananichangaa, nasema kitu gani? Mnamkumbuka Bartimayo? Alikuwa kipofu. Kwa nini watu alipokuwa akimuita Yesu mwana wa Daudi nirehemu, kuna watu walimkemea? Kwa sababu watu wanatamani kukuona katika hali ulionayo. Ukivuka unawakela. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapenda uwe unaumia kila siku. Furaha yao ni kukuona unalia. Niko hapa kukutia moyo mtu wa Bwana, ya kwamba Bwana amekushindia, ameyafuta hayo machozi. Bwana amekushindia, ameyafuta hayo machozi. Alimwambia Yohana ya kwamba, Yohana usilie. Simba wa kabila la Yuda. Ya kwamba unalia kitu gani? Una huzuni ndani ya moyo wako kwa ajili ya nini? Ondoa wewe, waambie ya kwamba mnanichefua lakini mimi ninasonga mbele. Nikikaa hapo mnaniona sifai, lakini mimi najua Bwana kwamba mimi kwenu sifai, lakini kwa Bwana ninafaa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipita mahali, ngoja nimalizie na ushuhuda. Sasa Mungu akanisaidia, akili zikaja kichwani za Kwa hiyo ni ya watu wanaofanya vizuri. Yesu kwa sababu ya kiagano, unaona anaanza kuwa na ujasiri mbele za Bwana. Kuwa na ujasiri mbele za Bwana. Usiogope kumwambia Bwana. Mungu anasema hivi, njooni tuojiane. Unaelewa maana kuojiana? Alafu anakuita Mungu. Hivi unapoenda kuojiana na Mungu, anafika na anakuandalia soda. Anaweka hapo soda, anakuwekea pia na kiti. Kama unapenda sofa utakavyoweka oda, anaweka hapo na sofa lako vizuri. Unafika unakaa, sababu njoo tuojiane. Wewe tu unataka kumuita mtu njoo tuojiane, unamwandalia vitu vingi. Wewe na hakika na Mungu anakuandalia vitu vingi.
Wengine hawajanielewa hapa ya kwamba Bwana yuko kwa ajili yako. Bwana yuko kwa ajili yako. Usikate tamaa, endelea kutumia damu ya Yesu. Endelea kutumia msalaba ili uweze kukushindia mahali unapopita pagumu. Hata kama umekemea vya kutosha, endelea kuweka agano na Bwana ya kwamba kutafika majira Bwana atakutoa. Biblia inaniambia juu ya mtu mmoja anayeitwa Rahabu. Rahabu baada ya kufika wakati wa Bwana alikuwa ni kahaba, lakini kwa sababu ya lile agano Mungu alikuwa amefunga naye, Biblia inaniambia kwamba akapata upendeleo kwa ajili ya kuangamia wale wana liko yeye akawa amepona peke yake. Sababu gani? Ya agano. Usiogope kwa sababu mimi ni mdhambi. Na nielewa ninachosema. Ukitumia agano linakupa nafasi ya neema, upendeleo. Unakuvusha hata mahali ambapo unasema, jamani sina mahusiano mazuri na Mungu, lakini kwa hili Bwana katenda. Wewe unafikiriaga kwani kila mtu anayetoaga ushuhuda anatembea vizuri na Mungu? Sio wote. Wengine wanafunguliwa, ndio neema hiyo. Nakwambia tumia neema ya Bwana ili kufungulie msimu. Kama unaamini kufika hapo ulipo ni neema, basi iendeleze kuita hiyo neema katikati ya ndoa yako. Endeleza kuita hiyo neema katikati ya masomo yako. Hata ada inapelea kiasi gani, wewe endelea kumuita Bwana, atakufungulia njia na utavuka. Haleluya. Shida watu wengi ni wavivu. Kwenye uvivu tunaongoza. Kuomba tunaongoza. Hatutaki kuomba, ila tunataka kuombewa. Kama Mungu amesema tatizo lako linaondoka kwa kujiombea, hata kama unaenda kwa wachungaji 60-70, tatizo aliondoki. Unanielewa ninachosema? Ngoja niseme hii. Kuna shida moja ilikuwa inisumbua. Nikatafuta mchungaji mmoja kutoka Dar es Salaam. Kila mtu hapa nikimsema anamjua. Amen. Akanishushia fire. Tunajua tena wainjilisti walivyo moto. Bwana asifiwe. Baada ya kushusha fire, nikashangaa, nikasema basi, akaniambia we be free in the name of Jesus. Tunajuaga tena sisi be free in the name of Jesus. Amen. I receive. Baada ya muda ikanikamata tena. Nikaogopa kumtafuta. Kwa hiyo nikabidi nihamishe network. Wapendwa, sisi tukiona huku network imegoma, tunaangaga inakoshika. Tunajaribu kama huku inashika. Mnaweza mkawa kwa Nzunda hapa, lakini kuna wengine humo mapasta ni wengi kuliko hata mchungaji wenu. SMS ya mchungaji wenu ni moja, lakini hawa nje zinakaribia 60. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikahamisha network. Nikamtafuta mtu mwingine, naye akashusha fire. Nikasema amen, I receive. Baada ya muda kitu kikagoma. Nikaanguka tena. Nikaenda mpaka kwenye unaojua watumishi, naenda kwenye masemina nasema, Bwana, mtu kama ulivyomleta mtumishi wako, nami ninasimama kwako, ninaomba ikiwa ni mtumishi wako. Unajua paka wengine wanasingiziaga watumishi, ikiwa ni mtumishi wako, hii dhambi niachie. Naenda na imani hiyo ya kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, alafu natoka kule tena naanguka. Paka nikasema nina shida gani? Paka nilivyokaa nikajiuliza. Akanifundisha kitu, anasema hivi, dhambi haiko kwa kile unachokifanya, dhambi ipo kwa kile unachowaza. Kwa hiyo ikabidi nianze kupambana na mawazo. Ndio maana watu wengi sana wakawa wanafanya dhambi, lakini wana mawazo ya dhambi. Hapo natuona tu tuko vizuri, lakini humo vichwani vyenu unasema I say sipendi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikabidi nianze kupambana. Na kweli alikuwa anakuja kila wakati nasema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanaokutanaga na mawazo mabaya wanaelewa. Kila wakati tutakuta kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Paka yakapungua yale mawazo. Baada ya kupungua yale mawazo, nikashangaa kile kitu kimeondoka. Haleluya. 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 Kwa sababu gani? Ipo nafasi